na wachungaji mabishops, gospel ya poverty Trans Nzoia ishindwe. Mambo ya kuambia sisi and blessed are the poor for they shall see the kingdom of God, sisi hiyo tumekataa. We have refused. Tumesema tunataka kuona ufalme wa mbinguni, lakini ufalme ya dunia lazima tuione pia. You can't suffer for 90 years hapa wakati unakufa hata una nguo. Amuru anakuambia divumilia utaenda mbinguni. Hakuna. Na bishop mwenye anaongea hapa at the poor ako na gari anaendesha Mercedes Benz. So mambo ya glorify poverty tumefanya nini? And boss, mimi nikiongea hivi kuna viongozi wengine sasa walali. Wanafikira tunatembea nataka kuja kuchukua uongozi yao. Mimi na focus kwa watu ya Trans Nzoia. Lakini mtu akileta mdomo mingi Trans Nzoia pia tutaenda huko kwao. Wama namna gani? Kuna wengine wamesahau Mungu huko Bungoma. Wako na Yesu huko. Hadi wako na Yesu bwana, wako na Yesu ya Tongareni huko. Hadi pia wako na Pope. Hadi wako na Papa ya Roma huko. Watu wanafanya watu wa Luya tunakuwa watu wa brand of jokes everywhere. Hata ukienda mimi ndio Nairobi kule, wakizia natoka weza ambia habari ya Yesu ya Tongareni. We just become like all jokers. And they are happy kufanya hizo vitu. Hao ndio viongozi ambao tuko nao. Viongozi ambao maisha yao yote hajawahi kusacrifice anything for anybody. Viongozi ambao wanatueja niwaambie watu wetu, hii freedom ambayo watu wanaona watu wanaongea hivi. Kuna mtu ambaye alisimama akaambia Moi was larger than life. Moi alikuwa kila mahali. Moi alikuwa ameweka intelligence kwa manyumba za watu. Unaishi na bibi kumbe anafanya na intelligence. Unaongea tu maneno na bibi, ikifika asubuhi askari wamekufikia. Ala mama anakuambia unajua mzata hii ukuta iko na masikio. Na kumbe masikio ni yeye. Lakini kuna watu waliambia mzee Moi enough is enough. We want our freedom, lazima tuongee, si ndio? Sasa hadi mimi nikisema Papa ya Roma ameingiza watu yetu kwa mtambo kwa umaskini, iko watu wanakuja waniambia kwamba nisiongee. Wale hawa jamaa kama wangekuwa kina Muliro wakati huo, sisi tungepata independence kweli? Hawa jamaa wangeambia mzungu aende kweli? Hawa kina Chikati wangekuwa napigwa kiboko na mzungu, alafu anaambia mzungu hiyo kiboko iko sawa sawa, ongeza nyingine. Yaani unaogopa mtu paka unatetemeka tu. Sisi tumesema mambo ya ugandamiza watu wetu ili wa worship Natembeya hiyo imekwisha. Nataka mkuwe na pesa. Hata ukitembea hapa town ukikanyaka nyanya ya mtu mnamalizania hapo. Mama wanyanya mnaona wanaimba hapa. Enda kanyaga nyanya yake hapa za hii town uone. Mtafikishana kwa polisi. Sisi hatutaki hiyo aibu. Ndio mnaona hii mambo ni ya kuweka pesa kwa mifuko. Sitaki kijana wewe uko na bibi, hapo na mzigo, unaona mama mambo yanaendelea tu inakuwa kubwa. Wakati mama anakuambia sasa mambo yameharibika usiku, unaanza kupigia Natembeya simu hadi mama sasa mambo yamekuwa mbaya. Tafuta gari ya kupeleka hospitali. Mama anaenda kujifungua kutoka hospitali unasema una pesa, una bill ya kulipia mama. Amekuzalia mtoto mwenyewe umezalisha. Unataka wanaume wengine wakuchangie mtoe mama kule, ni kama ukuchangie kuweka mtoto huko. Aibu ya umaskini ndio hiyo. Hakuna aibu ya umaskini ambaye inashinda hiyo. Kutangazia dunia mzima kwa mama amejifungua na huwezi kumleta nyumbani. Hiyo ndio aibu mimi nataka kuondoa Trans Nzoia. Na watu wangu, hii maneno inatisha watu. Kuna watu ambao wanaamini kwamba uongozi yao lazima ashikwe na mtu atanaletwa hapa anasema huyu akuwe governor na anasema basi ndio hiyo. Wale ambao wanaamini hiyo hawataki mambo ya kufanyia wananchi kazi. Hii maneno inawatisha sana. Mimi ni generali niko mbele. Nyinyi ni soldiers. Nikiangalia nyuma mtakuwa.
Si mtakuwepo? Hii mambo hii mahali imefikia ni kama ile ndege iko runway karibu ina take off. Huwezi kuisimamisha. It either takes off or it crashes. We are not ready to crash. Tumeelewana? Watoto tumeelewana? Na nyinyi wacha niwaambie. Kuna watu ambao wanasifanya kwamba hao ndio wanaongoza Western huko. Western region iko na mabunge karibu 45. Ford Kenya iko na bunge 5. ANC iko na bunge ngapi? 5. Hao wengine wako kwa chama gani? Watu wako kwa UDA, wako kwa Jubilee, wako kwa DAP, wako kwa Independent, wao wanaongoza nini? Ukienda Nyanza ujumbe wote wako kwa ODM. Ukienda kule Mount Kenya wote wako kwa UDA. Na kuna mtu ambaye anaongoza. Hii yetu inaongozwa na nani? Yetu inaongozwa kwa na nani? Ili siku tukisema watu ya Western, na Western ni jamii zote za Kenya, tunaenda kwa meza. Nani anatupeleka kwa hiyo meza? Saa hizi nani anatupeleka kwa hiyo meza? Wale viongozi ambao wanajifanya kwamba wao ni wanaongoza sisi. Speaker hapo tuna kura moja ambayo ni muhimu. Ile imewekwa kwa kiti, only one vote. Inaitwa vote ya the president of Kenya, ndiye amemweka hapo. Leo hii akiamuka aseme I've got change of mind, I want a different speaker. Kama housing levy, jamaa ko home. Nyinyi kweli mnataka kuongozwa na pilot ya aina hiyo? Na watu wetu viongozi wanafuatanga wananchi. Mali wananchi wanataka kwenda, viongozi wanaendanga huko. Lakini sisi kwetu mnataka kwenda wapi? Mnajuanga kweli?